yetu kasa tupige tukasema mambo ya Adamu. Bwana Yesu asifiwe. Mtazamaji wangu, ninakusalimu tena kwa jina la Yesu. Leo ni kipindi chengine ambacho tumekutana hapa kukuletea neno la Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa. So nataka useme nasi ama usikize kwa makini katika mafundisho haya, mtazamaji unayetutazama asubuhi ya leo ama siku ya leo. Jina la Bwana lipewe sifa. Ni siku njema yangu na yako ya kwamba siku ya leo tukapate kuelimishana. Tuko mahali hapa na mtumishi wa Mungu ambaye Bwana amemwandaa kwa ajili ya maisha yangu ama maisha yako, ili tukaweze kuzungumza kuhusu neno la Mungu. Amen. Basi nataka ufungue nami katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro, kuanzia ile 2:1. Jina la Bwana lipewe sifa. Na kabla sija soma maandiko haya, nataka nikwambia kwamba karibu sana mtazamaji wangu, na Mungu azidi kutenda mema. Amen. Nitasoma waraka wa kwanza wa Petro 2:1. Maandiko yanasema hivi: basi wekeni mbali uovu wote na hila yote na unafiki na husuda na masingizio yote, kama watoto wachanga waliozaliwa sasa. Yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kukulia wokovu, ikiwa mumeonja ya kwamba Bwana ni mwenye fadhili. Muendee yeye, jiwe lililo hai, lililokataliwa na wanadamu, bali kwa Mungu ni teule lenye heshima. Ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai, mmejengwa muwe nyumba ya roho, ukuhani mtakatifu, mtoe dhabihu za roho zinazokubaliwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Mstari wa 6: kwa kuwa imeandikwa katika maandiko, tazama naweka katika Sayuni jiwe kuu la pembeni, teule lenye heshima, na kila amwaminie hata hayarika. Bwana Yesu asifiwe. Naamini umesikia na tutazidi kufundishana zaidi. Karibu. Asanteni sana wasikilizaji wetu, wale wenye kuchukua nafasi na kutenga muda wao kufuatilia hiki kipindi cha kila Jumamosi asubuhi, kipindi chenye Mungu ameweka mzigo ndani ya maisha yetu ili tukaweze kufundishana. Mtumishi, asante kwa usomaji mzuri. Jina langu ni Videdi Mdogo, nikiwa siwezi sema najua sana, lakini kwa neema ya Mungu na kwa neema ya Roho Mtakatifu atatufungulia ili tukaweze kujifunzisha mambo kadhaa kuhusu kukua kiroho. Mtumishi, nitaanza kwa kusema hivi: kila mtu akipata mtoto ama ukioa, sio? Mtu akioa huwa ana makusudi ile jamii yake ifanye nini? Iongezeke. Kwa hivyo kila mtu amebeba kizazi ndani yake. Hivyo ndivyo nitakavyoanza kwa kusema. Kila mtu amebeba kizazi ndani yake, na huwa kila mtu akitaka kuishi ama ukiishi, kuna vile unatamani kizazi chako kiongezeke. Kuna vile unatamani siku moja utatajwa, sio? Utaitwa kwa jina, ama mtoto atazaliwa kijukuu ama kitukuu kitaitwa kwa jina lako. Vile vile mtu akikua kiroho ama ukizaliwa kiroho, kuna vile mtu utamani kukua. Kwa maana Paulo anasema, nilipokuwa mdogo nilifanya kama mtoto, sio? Lakini sasa hivi nishakuwa mtu mzima, yanipasa nifanye vitu kama mtu mzima. Paulo alikuwa anamaanisha hivi: alipokuwa kabla aokoke,
kuna ile yenye wazungu wanasema prosecution. Yeye ndio alikuwa mtu wa kushika wa Kristo, kuwachinja, kuwatesa, kuwaangamiza, kuwapitisha katika shida kabla aokoke. Lakini alipopatana na Yesu Kristo, sasa yeye hachinji tena wa Kristo, sawa sawa. Hawaui, habomoi makanisa tena. Kile chenye anafanya, anahubiri injili. Umeelewa sasa? Ndio maana Paulo anaandika, anasema nilipokuwa mtoto nilifanya ya utotoni. Sasa mimi ni mtu mzima, yanipasa nifanye nini? Ya utu uzima. Kwa hivyo namaanisha hivi, kila mmoja wetu ukishampokea Roho wa Bwana, kuna vitu watu wanatarajia waone kwa maisha yako, yeye itadhibitisha kwamba Yesu Kristo ama Roho wa Bwana yuko ndani yako. Na tukizungumzia kuhusu kukua kwa kiroho, umesoma vizuri sana kwa waraka wa Petro wa kwanza. Kuanzia mstari waraka wa Petro wa kwanza, sio? Mlango wa 2. Kuanzia mstari wa kwanza umefika mstari wa 6. Lakini mimi nitabase haswa kwa mstari wa kwanza na mstari wa 2. Mstari wa kwanza inasema hivi: tuachane na mambo kadhaa. Inataja mambo kadhaa. Kwa sababu once ama mara ya kwanza ukishamkiri Yesu Kristo, ukishapokea Yesu Kristo, ukishasema Yesu ni mwokozi wa maisha yangu, Roho wa Bwana anaachiliwa ndani yako. So Roho wa Bwana akiachiliwa ndani yako, anafagia hiyo nyumba ama anafagia hiyo roho yako, inakuwa safi. Kwa hivyo mambo ya kale, kuanzia ile wakati umempokea Yesu Kristo, mambo ya kale yanakoma. Na mambo ya kale Biblia imeyataja vizuri sana. I think utarudia hiyo verse 1. Sio? Ndio tujue haya mambo ya kale ni mambo gani yenye yanatajwa kwa maisha yetu, yenye ambayo yafaa tuachane nayo, ndio tukue kama watoto wadogo wenye wamepokea Roho wa Mungu, na tuuishwe katika Roho wa Bwana ili tukaweza kufanya nini? Kukua. So ningependa urudie mstari wa kwanza na wa 2, alafu nitakuambia kitu kuanzia hapo. Nitasoma. Basi wekeni mbali uovu wote na hila yote na unafiki na husuda na masingizio yote, kama watoto wachanga waliozaliwa saa. Yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kukulia wokovu. So Biblia imesema lazima tutamani maziwa yaliyogoshiwa, yani purified, yaliyooshwa sawa sawa, yenye ayana chembe ya uovu, yenye ayana the corruptionness, yani zile tabia zenye si za kiungu. No, inataja kwa kusema number 1 tuache husuda, number 2 tuache unafiki, number 3 tuache masingizio, number 4 tuache uovu, husuda. So ukiona mtu anasema ameokoka na bado ana masingizio, ana husuda, ana vitina, ana nini? Ana unafiki, huyo mtu bado hajakuwa kiroho. Kwa sababu verse 2 inasema kama watoto wachanga, tukishampokea Yesu Kristo tunakuwa watoto wachanga. Kwa hivyo kama watoto wachanga lazima tutamani maziwa ya kiroho yasiyogushiwa, ili kwa hayo wokovu ufanye nini? Ukue. Sasa wokovu unakuwa tu kwa maziwa yaliyogushiwa. Wacha nikuelezea maziwa yaliyogushiwa ni nini. Maziwa yaliyogushiwa ni neno la Mungu, number 1. Number 2, maziwa yaliyogushiwa ni wale watu wenye utatembea nao, wenye wanajua njia za wokovu. Ukiokoka lazima utembee na mtu mwenye amejua njia za wokovu.
Yule baba yako ama mama yako wa kiroho ndiye atakayekuelekeza kwa njia za uroho, njia za kiroho. Sawa sawa? So, njia za kiroho zinaelekezwa na watu wenye wamejua hiyo njia. Na uwezi jua hiyo njia, lazima uwe na mtu mwenye atakuelekeza kwa sala la toba. Number 1, nataka ujue hivi. Watu wengi hawaja kuwa kiroho kwa sababu gani? Waliokoka nje. Waliokoka nje. Sio? Lakini ndani bado. Roho anakaa ndani, roho hakai nje. So kwa macho ya wanadamu tunaweza jifanya kwamba sisi tumeokoka. Kwa sababu gani? Tunajua mistari 2 kwa Biblia. Kwa macho ya binadamu tunaweza jifanya sisi tumeokoka. Kwa sababu gani? Tunafanya huduma kanisani. Kwa macho ya wanadamu tunaweza onekana sisi tumeokoka. Kwa sababu gani? Sisi ni viongozi wa kanisa. Kwa macho ya wanadamu tunaweza onekana sisi tumeokoka. Kwa sababu gani? Tukikuja kanisani tumevaa nguo nyeupe na tumenyoa vizuri ama tumejipaka mafuta tunameremeta. Kwa macho ya wanadamu tunaweza onekana sisi tumeokoka. Kwa sababu gani? Tukionekana na mtu yoyote anatusalimia Bwana Yesu asifiwe. Kwa macho ya binadamu tunaweza onekana sisi tumeokoka. Kwa sababu gani? Tunaonekana tumebeba Biblia kubwa. Kwa hivyo mtu yoyote akionekana amebeba Biblia, ama mtu yoyote kama anajua kuimba nyimbo za tenzi, ama mtu yoyote kama ni kiongozi kanisani, ama mtu yoyote kama anajua sala la Bwana, ameokoka? La hasha. Kuokoka kunaonyesha kama umekuwa ama hujakuwa. Na kuokoka sio kubatizwa tu. Kuokoka sio kujua neno la Bwana. Kuokoka si kutoa ushuhuda kanisani. Kuokoka sio kunakili vifungo vya Biblia. Kuokoka si kutoa sadaka kubwa kanisani. Unajua watu, kuna mahali nimewahi sikia watu wakisema, ukitaka kujua kanisa ilikuwa mzuri, angalia venye sadaka imetoa. Sio? So ukitaka kujua, usiseme ati kulingana na sadaka yenye watu wanatoa ndio wameokoka ama wamekuwa kiroho. Hapana. Kuna wale wenye wanakuja kutoa mamilioni ya sadaka kanisani lakini hawajaokoka. Lakini Yesu alikuwa siku moja amekaa kanisani, akagundua kuna mama alikuwa hana chochote, lakini akatoa kwa moyo wa hiari na akatoa kwa moyo wa kuvunjika na akapeana kwa haki. Na akasema kati ya hawa wote wenye wametoa, huyu ndiye amefanya sahihi. Sababu gani? Ile moyo wake ulikuwa umekuwa kiroho. Sawa sawa. So kuna wale watu ukuja kutoa kanisani kwa sababu wajulikane, waheshimiwe, waabudiwe. Sio Mungu waabudu. Sio Mungu waabudiwe, ila wao wainamiwe. Na kuna pia watu wanatoa fungu la 10 sio kwa sababu ya agano la Bwana. Hawaja kuwa kiroho. Kwa hivyo wanatoa ili wajulikane. Sisi tusipotoa fungu la 10 itaenda chini. Sio? Sisi tusipotoa mchungaji hana cha kukula. Sisi tusipovalisha huyu mchungaji atatembea na matambara. Sio? Na kuna watu pia kanisani wanakuja wanaangalia venye mchungaji amevaa, wanasema kulingana na huyu mchungaji venye amevaa hana roho. Sawa sawa. To them wanajua ukija kanisani kama umevaa nguo ya 1500, wewe ndio umekuwa kiroho. Lakini mengine ni majigambo, majivuno na kiburi. So watu wote wenye wameokoka na wenye wamekuwa kiroho, uwezi walinganisha jinsi wanavyovaa, uwezi linganisha jinsi wanavyosema, uwezi linganisha jinsi ya vitu venye vinavyofanyika. Kwa sababu gani? Yale yenye wanatenda yataonekana. Na one step ya kujua kama umekuwa kiroho ama hujakuwa kiroho ni kukiri Yesu Kristo. Nataka ujue hivi. Kuna watu wengi mamilioni ya watu wanaenda kanisani kila siku, wanaomba kila siku, wanafunga, lakini hawajakiri Yesu Kristo. Kwa hivyo wanajitesa tu kimwili ili hali kiroho hawakui. Na ndio maana unaona kwa kanisa kuna mashindano. Kwa sababu gani? Hakuna roho, watu hawajakuwa. Ukishakuwa kiroho, huwezi kuwa mshindani kanisani. Kuna siku nimekuja kufundisha hapa nikasema, kama wewe ni mhubiri na mimi ni mhubiri, hatuwezi hubiri sawa.
Wewe kuna neema Bwana amekupa, na mimi kuna neema Bwana amekunipa. Kuna wale wenye wanaitwa fivefold ministry. Kuna wale apostles. So ukifuata apostle hawezi kuwa kama mwalimu wa neno. Sio? Kuna wale wenye wako walimu wa neno hawawezi kuwa kama wahubiri. Wahubiri hawawezi kuwa kama prophets. So lazima tujue kwamba kiroho watu wakishakuwa mashindano yasikuwepo. So watu wanashindana kwa sababu gani? Hawajakuwa kiroho. Yaani ni watoto wadogo wamekusanyana mahali pamoja wote. Kwa hivyo kila mmoja, unaona watoto wadogo ukichukua keki, sio? Ukate vipande vitatu ama vinne vya keki na uweke hapa, na kuna watoto 5. Kisha uwaambie nendeni mkule. Ukitaka kujua mtoto mwenye amekuwa katikati ya hao watoto, si yule mwenye atatoka mbio aende kuokota vipisi viwili aweke kwa mdomo. Huyo hajakuwa. Yule mwenye atasema wacha watoto wadogo wakule kwanza, mimi naweza baki, huyo amekuwa. Kuna siku tulikuwa tunazungumza na mtu, nikamwambia ukitaka kujua mtu kwa familia kama amekuwa, wacha tukuje kwa familia kwanza. Si wewe mchungaji uko na watoto, sio? Uko na mke na watoto. Wewe ni mwanaume. Ukitaka kujua mwanaume kama amekomaa ama amekuwa kimaadili, wakati sima imeletwa juu ya meza na yeye pamoja na watoto wake na mke wake wako juu ya meza, waangalie. Kama mtoto atakuwa anakula mbio na baba anaongeza mbio za kukula, yaani mtoto akikula vitonge viwili, wewe unahakikisha unamzuia kwanza, ngoja wewe umekula 2, mimi nikule pia 2, na wewe ni mzazi, you have a problem. Kwa sababu gani? Huyu ni mtoto, yafaa akule akue. Wewe umekomaa, yafaa ujue huyu anakula sana. Kwa sababu gani? Bado ni mtoto, lazima akue. So kwa nini ushindane na mtoto wako kukula? Kwa sababu wewe na mtoto yako, wewe wote mko sawa. Sasa mke akiwa kwa hiyo nyumba, akitoka nje na aseme niko na watoto 2, amechukua wewe pamoja na yule firstborn wenu, amewema nyinyi ni watoto. Sako sawa. Kwa sababu gani? Akileta chapati juu ya meza 3, mko 3. Anataka aone kama mtoto atakula 1.5, wewe ukule nusu na yeye akule 1. Hiyo ni mtu amekoma. Lakini wewe unakula 2.5. Wewe unakula 2.5. Alafu ile yenye mtoto amebakisha pia unaona kero mtoto kula. You have a problem. Sawa sawa. So kama wewe ni Mkristo, hivi ndivyo namaanisha. Kama wewe ni Mkristo, sisemi la dhehebu yangu peke yake, madhehebu yote, na hujakiri Yesu Kristo, bado hata kiroho hujaanza safari. Kwa sababu gani? Bado yule mtu wakale yuko ndani yako. Japokuwa neema iko tu ya kufanya huduma, lakini mtu wakale unatembea naye. Na maanisha hivi, wakati Mungu alikuwa amemkataa Nebukadneza na akamtoa katika kiti cha ufalme, akampeleka kondeni ale manyasi kama ng'ombe, Mungu hakutoa ile ufalme. Ufalme ilibaki. Sio? Chochote chenye alikuwa anasema kilikuwa kinatendeka kama mfalme, lakini alikuwa anakula nyasi. Kwa hivyo Mungu anaweza kukupa kipawa. Sio? Unaweza kuwa unatumia your talent kufanya huduma kanisani, lakini Yesu hayuko ndani yako. Ndio maana unaona kuna mashindano, kuna masingiziano, kuna usuda, kuna mabishano, kuna kusukumana. Kwa sababu gani? Watu wenye wamekaa pamoja wote ni watoto wadogo. Sababu kama kutakuwepo na mtu mzima mmoja, atapeana mwelekeo. Lakini mashindano yanakuja kwa sababu gani? Ukisoma Yakobo 4 inasema mabishano na mashindano yanatoka wapi? Kama si kutoka kwa roho. Haya si ya roho, haya ni ya mwili. Kwa hivyo James anauliza, nyinyi wote ni Wakristo, nyinyi wote ni wahuduma, nyinyi wote mnamtegemea Mungu, basi mashindano na mabishano yanatoka wapi? Ni ya nini? Kama si utoto wa kiroho. Sawa sawa. So ukitaka kukua kiroho, number 1, kiri Yesu Kristo. Ukishakiri Yesu Kristo utakuwa. Hiyo inakuja kutoka kwa kitabu cha Warumi 10:10.
ukisoma Warumi 10:10 itakuelezea. Huku kwetu huwa tunafanya book 1 na book 2. Sijui kama ni kukiri Yesu Kristo. Sijajua lakini nang'ang'ana nijue. But kile kutaka kukua kiroho lazima ukiri. Hebu soma Warumi 10:10 alafu tuendelee. Warumi 10:10 ya maandiko yanasema hivi: Kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Kwa maana andiko la nena, kila aaminie hata taharika. Kwa maana hakuna tofauti ya Myahudi na Myunani. So Bwana Yesu asifiwe sana. So unaweza tofautisha haje Myahudi na Myunani? The Jew and the Gentile. Unaweza tofautisha haje the circumcised and the uncircumcised? Unaweza tofautisha haje yule amepokea roho na amekuwa kiroho, na yule mwenye hajapokea na yuko tu anafanya huduma? Utatofautisha namna gani? Number 1, kutofautisha kati haya watu, lazima mmoja wao kama yuko alimkiri Yesu Kristo, yeye tabia zake na matendo yake yatakuwa ni tofauti. Sasa kuanzia leo na ujue hivi, ukienda kanisani ama ukienda mahali popote na usikie wachungaji, waumini, nani wanasingiziana na wanabishana na wanapigana vita kwa sababu ya number 1 madhabahu, number 2 kazi ya Bwana, number 3 utoaji kanisani, number 4 zaka na sadaka, hakuna mtu amekuwa kiroho. Unanipata? Hakuna mtu amekuwa kiroho. Kwa sababu kama tumekuwa kiroho, tutajua hii kazi yenye tunafanya si ya videdi, si ya mtu fulani, si ya mtu fulani, ila ni ya nani? Ya Mungu. Sisi tunatumika kama vyombo tu. Wewe unatumika kama chombo tu. Kwa hivyo kama najua wewe unatumika kama chombo, siwezi kuja kukupinga, siwezi kuja kukusingizia, siwezi kuja kuleta husuda na kijicho kwako. Kwa sababu gani? Si wewe unafanya, kuna kitu ndani yako chenye kinafanya. Lazima watu wakue hapa. 2, lazima watu wajue kwamba ukishakiri Yesu Kristo, kama unataka kukua na kuendelea kiroho, lazima ukue na ile spirit of adoption. Now, the spirit of adoption ni kwamba kumtegemea Mungu. Kumtegemea Mungu. Mtu yoyote mwenye amekuwa kiroho hategemei mwanadamu, anategemea Mungu. And this is why Biblia inasema we call Abba Father. Ukisoma Warumi 8:15, Warumi 8:15 hadi 17, inasema kwa kuwa yule roho mwenye tulipata si roho wa uoga, bali ni roho wa kufanyika wana katika Yesu Kristo. Na ndiyo yu roho mwenye tunatumia kumuita Baba. Kwa hivyo inamaanisha ninyi lazima ukawa kama umekuwa kiroho, lazima tegemeo lako number 1 liwe katika Mungu. Unaishi sio kwa sababu mimi nakufanya uishi. Unafanya huduma sio kwa sababu mimi nimekusaidia. Wewe si muimbaji kwa sababu mimi nilikuokota na nikakufafisha. Kuna wale watu wenye wanaitwa king makers in life. Now, king makers in life ni kwamba hawa watu usababisha kazi ya Mungu kutendeka ili wao wenyewe hawawezi tenda hiyo kazi. Hawa watu huwa si wenye majivuno, huwa ni watu wenye hawajulikani. Ndio? Samueli alikuwa anamimina mafuta na anatengeneza watu kuwa wafalme, anawanoint, sio? Lakini Samueli mwenyewe hakuwa mfalme, bali alikuwa amekuwa kiroho, akijua kwamba mimi nimekuwa, mafuta ya Mungu yako juu yangu, nitengeneze watu kuwa wafalme. So shida yenye tuko nayo kwa dunia ya sahi ama Ukristo wa sahi
Mtu akishajua yeye ni king maker, lazima utakuwa his slave. Utakuwa mfungwa wake. Kwa sababu gani? Hata kumiminia mafuta. Lakini lazima tujue kwamba hii mafuta si yako. Wewe umewekwa tu hapo ili usaidie njia ipatikane. Kwa mfano, mimi nimewekwa hapa kusaidia watu kwenda mbinguni. Sina mbingu. Mimi sina mbingu. Na hakuna siku nitakuwa na mbingu. Wala sidhani kama nitawahi kuwa na mbingu. Hata sitarajii kuwa na mbingu. Kwa sababu gani? Biblia inasema mbingu na nchi Bwana ameziumba. Kwa sababu sisi tuko tu hapa, tutumika kama vyombo, tusaidie watu wamjue Yesu, wakuwe kiroho, waende mbinguni. Lakini kama kuna kutegemea mwanadamu, kuna Waswahili walisema mtegemea nduguye ufa. Sia pia mimi nakuambia mtegemea mwanadamu ufa bila kukua kiroho. Kwa sababu hawa wanadamu wenye unategemea, how sure are you wamekuwa kiroho? Kwa sababu yule mtu atakayekufanya roho wako akue ama asikue ni mwanadamu. Sawa sawa. Yule atakayekufanya kusababisha uanguke katika dhambi ni mwanadamu. Si shetani, ni mwanadamu. Yule mwenye tunategemea. Kwa hivyo hebu soma Warumi 8:15 hadi 17 usikie inasema. Ya maandiko yanasema hivi: kwa kuwa hamkumpokea tena roho wa utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yani baba. Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Na kama tu watoto, basi tu warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo, naam, tukiteswa pamoja naye, ili tupate na kutukuzwa pamoja naye. So nataka ujue kitu kutoka kwa hiyo mstari. Number 1, yule roho mwenye amewekwa ndani yetu, ukitaka kujua anakuwa, uwe ni mtu wa kumtegemea Mungu. Sawa sawa. Biblia inasema hivi hapo mwisho kwamba tukiteswa, tuteswe pamoja naye. Lakini shida ya Wakristo wa siku hizi hawapendi mateso, hawapendi kuhangaika, hawapendi shida. Kwa hivyo wakiona mateso wanaacha roho kwanza, wanarudi kimwili. Tukishamaliza kimwili ndio tutarudia roho. Shida ni kwamba Wakristo wengi wanafikiria roho wa Mungu wanapatikana Jumapili peke yake. Hapo ndio shida iko. Ndio maana Jumapili utaona watu wamepiga pamba safi, kila mtu ni roho safi na amenyenyekea. Na akikuja hata akishika microphone anasema polepole tuinue mikono. Lakini mimi nakuambia leo na msikilizaji ujue, matendo ya kuonyesha kwamba roho wa Bwana amekuwa ndani yako yanaonyesha na tabia na mienendo yako. Hebu fungua Mathayo 5. Hebu fungua Mathayo 5:16. Alafu usikie venye nasema. Mathayo 5:16. Mathayo 5 mstari wa 16. Maandiko yanasema hivi: vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Vivyo hivyo, hebu rudia, vivyo hivyo na nuru yenu ifanye nini? Iangaze ulimwenguni kote. Kwa kupitia kwa matendo yenu waweze kumjua Baba yenu aliye mbinguni na kufanya nini? Na kumsifu. Sasa jua hii kuanzia leo, jua hii. Hii si kuanzia jana ama juzi ama kesho. Kuanzia leo jua hii. Kadri umesema kwamba wewe umeokoka na umemkiri Yesu Kristo, watu hawaangalii nje ya maisha yako. Watu wanaangalia tabia na mienendo na matendo yako. Na ndio maana unasikianga hata ukipita karibu na walevi wanasema kama yule ndio pastor wa hiyo kanisa, basi mbinguni kuna sarakasi. Huwa wanamaanisha nini? Hauendi.
na huwa wamepima, wamejua kwamba huyu roho mwenye yuko ndani yake hajakuwa. Kwa hivyo huyu hakuna mbingu anaenda, hakuna kitu anaeleza watu. Nasikia? Hivyo ndivyo ilivyo. Ukisoma waraka wa Petro pale mahali tulianzia, utagundua hii kitu. Pale mahali tulianzia, utagundua kwanza, utagundua hii tabia yenye nataka kukuambia. Watu uangalia maisha yako. Watu uangalia maisha yako na wana make ile watu we call in English conclusion about kitu chenye umebeba. So kama umebeba utoto, watu ukuangalia na wanajua hii utoto mwenye huyu mtu wako nayo si wa Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu akiingia ndani ya mtu anamfundisha, anaondoa vitu vya zamani, anakuwa mbegu ya kupandwa, kumea na kuwa kizazi cha milele. Hebu nisomee waraka wa kwanza wa Petro, mlango ni wa 2 mstari wa 12. Tukimaliza. Maandiko yanasema hivi: muwe na mwenendo mzuri kati ya mataifa, ili iwepo huwasingizia kuwa watenda mabaya, wayatazamapo matendo yenu mazuri, wamtukuze Mungu siku ya kujiliwa. Yes. So Biblia inasema hivi, muwe wenye matendo mazuri mbele ya mataifa, wale ambao hawajaokoka, sio kwamba wanapo accuse ama wanapo wasingizia kwamba nyinyi mnaabudu Mungu mwenye ajulikani. Jana nilikuwa katika Sunday nikiwa naenda kanisani kwangu huko Voi. Nimekuwa kwa gari na nikawa nimenyamaza na nikagundua mimi ndio nilikuwa mchungaji hapo peke yake. So wale watu wote walikuwa wanaongea hapo ndani ya hiyo gari kama tunaelekea Voi, wakawa wanazungumza vibaya sana kuhusu Yesu Kristo. Sio? Kawa wanasema huyu Yesu amefanya wachungaji wanaombaomba, makanisa yanaombaomba, wao ni kuomba pesa tu, ni kuomba unga, ni kuomba sukari, wakawa wanachangia, kila mtu anachangia. Na mimi nilikuwa nimenyamaza. Hawakujua kama mimi ni mtu aina gani. So tulipokaribia, tumefika pale panaitwa Maungu, sasa tunaelekea Voi. Nikaona wamezidi kuongea. So nikawauliza swali, kwa nini mnaongea hivyo? Wao wakaanza kuniambia, tunaangalia tabia za wachungaji wengine, tunaona kana kwamba hawajajua ni Yesu gani wanamtumikia. So tunashangaa ni Yesu wa kuombaomba ama ni Yesu yule mwenye tumetangaziwa wa mtenda miujiza. So I realized, niligundua vile vitendo vyenye tunafanya mbele ya watu, mbele ya mataifa, vinaonyesha kama tumekuwa kiroho, watu wamwabudu huo Yesu Kristo mwenye ametupa huyo roho, ama tunamdunisha Yesu Kristo mwenye ambaye ni Mungu wa haki. Kwa hivyo matendo yetu lazima yaangaze mbele ya macho ya watu. Kwa sababu nilipozungumza hivyo na wakagundua nilikuwa nimebeba Biblia, kila mtu alinyamaza. Na wakaniambia, sasa tufundishe. Kwa nini wewe umetoka Mombasa unaenda Voi? And nilipata nafasi ya kuwahubiria mpaka wengine wakasema watakuwa washiriki wangu. Kwa sababu gani? Sio eti niliona niwajibizane nao kwa kile chenye wanasema, but waliona the character na matendo na mazungumzo, wakajua huyu ako tofauti. Sawa sawa. So hivyo ndivyo Biblia inasema, matendo yenu yakiwa mazuri, Mungu atanena kitu juu ya maisha yenu. Hebu fungua Ufunuo 2. Ufunuo wa Yohana 2:19. Ndio ujue ukiwa umekuwa kiroho, Mungu unena kitu juu ya maisha yako. Ufunuo wa Yohana 2:19 na tumalizia. Amen. Maandiko yanasema hivi: na yajua matendo yako na upendo na imani na huduma na subira yako,
tena kwamba matendo yako ya mwisho yamezidi yale ya kwanza. Lakini nina neno juu yako, ya kwamba wamridhia yule mwanamke Yezebeli. Nilitaka usome verse 19 peke yake. Hebu soma verse 19. Na yajua matendo yako na upendo na imani na huduma na subira yako, tena kwamba matendo yako na mwisho yamezidi yale ya kwanza. Thank you. So, Biblia inasema hivi, ukiwa wewe ni mtu umekuwa kiroho, Mungu huwa akona jambo kuhusu maisha yako. Na ndio maana unaona anasema na yajua matendo yako, kwamba yamezidi yale yalikuwa ya kwanza. Kwa hivyo tukiwa ni watu wenye wamekuwa kiroho, Mungu huwa anakusudia kitu kwa maisha yetu. Na ni ombi langu asubuhi ya leo kwamba unapong'ang'ana kukua kiroho, ng'ang'ana ili Mungu akusudie kusema jambo kwa maisha yako. Na Mungu awabariki sana. Amen. Ya, tunashukuru mtazamaji wangu vile ambavyo ulikuwa unatusikiza na kututazama. Naamini ya kwamba mahali hapo umepata kitu, mpata kufundishika kuhusu neno hili. Jina la Bwana lipewe sifa. So ningependa nikwambia kwamba Mungu wa mbinguni azidi kukubariki kwa ajili ya kukuandalia mafundisho haya na kuweza kusimama tena katika mjadala huu ama katika neno la Mungu. Mungu azidi kutia nguvu na Mungu azidi kupatia hekima na maarifa ya kwamba ukazidi kututazama na uzidi kutuelewa kwamba sisi ni wakina nani na tuko mahali hapa kwa ajili ya mambo gani. Mungu wa mbinguni azidi kubariki na azidi kutenda mema. Ubarikiwe mtu wa Mungu unayetutazama. Shalom, shalom, shalom.